wanaodanganya watu kwamba hakuna aliye mtakatifu, si wote ni wenye dhambi. Watumishi ambao wanasema kwamba uzinzi ni udhaifu. Uzinzi ni udhaifu. Hata kila mtu akona udhaifu wake. Sasa uzinzi ni udhaifu. Uzinzi ni dhambi ambayo itawapeleka wengi jehanamu. Uzinzi na uasherati ni dhambi ambayo itawapeleka wengi jehanamu ya moto. Maana mtu anafanya chukizo, anaharibu hekalu la Mungu, anaharibu sehemu ambayo Mungu angekaa. Mungu atamharibu mtu huyo. Maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo wewe. Wewe ni hekalu la Mungu. Unaharibu na Mungu atakutupa jehanamu. So kwa kila ambaye amedhamiria kuishi maisha matakatifu kwa neema ya Mungu, inawezekana. Lakini ukijiona tu kwamba sisi wote ni wenye dhambi, unaungana na watu wanaosema hivyo, utasimama peke yako. Utasimama peke yako, kwa Mungu utasimama na wao. Mungu anaangalia mtu. Anaangalia mtu duniani, anaangalia mtu, sio watu. Anaangalia mtu. Kusoma kitabu cha Zaburi 14 mstari wa 2. Toka mbinguni Bwana anawachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Bwana. Toka mbinguni Bwana anawachungulia wanadamu, aone duniani kama kuna mtu mmoja mwenye akili amtafutaye Mungu. Mtu mmoja mwenye akili ya kuishi maisha matakatifu. Mtu mmoja mwenye akili ya kudhamiria kukataa uovu. Mtu mmoja. Mungu anaangalia mtu. Anaangalia mtu. Ni Danieli ambaye aliazimu ndani ya moyo wake, Danieli mwenyewe aliazimu ndani ya moyo wake kwamba hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Danieli aliazimu ndani ya moyo wake. Japokuwa labda wengine wangejichanganya, wengine wangefanya, lakini Danieli alisimama kwa nafasi yake. Kwa dunia ile ambayo ilikuwa imeharibika, dunia ile ambayo ilikuwa imemwasi Mungu, watu walikuwa wamechafua, wamejaribia njia zao mbele za Bwana. Maovu, ushoga, usagaji, usinzi, uasherati wakati wa Nuhu, ni kitu ambacho kilikuwa ni cha kawaida. Lakini Nuhu akasimama, Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Kwa ile dunia ambayo ilikuwa imejaa uovu, kwa ile dunia ambayo ilikuwa imejaa uchafu wa kila aina, kuna mmoja ambaye alisimama, anaitwa Nuhu, akapata